kote duniani mzima, Kenya na nchi zingine kando na hapa kwetu. Ninashukuru sana studio ya Ensoko kwa kunialika na kucha kukubali kutumika na Mwenyezi Mungu. Ninaposimama hapa ninajua ndani yangu Mungu anaishi, na sio mimi nitakucha kuongea hapa. Mimi sitaki kuonekana. Ndani yangu nataka Mungu aonekane. Sio mimi nionekane. Mungu mwenyewe ataongea na nyinyi. Na kabla tujaanza nataka tuombe ndio Mungu afungue njia ya sisi kuanza neno lake, kusikiza neno lake today. Bwana, tunakushukuru Mungu wetu kwa vile umetulinda usiku wote mzima. Ni asante Mungu, umetulinda tangu kusaliwa kila mmoja wetu na tumefika hapa. Mungu, kwa kucha kusikiza neno lako. Fungua masikio ya kila mmoja duniani mzima. Ninajua kila mahali kila mmoja ako na hamu kulisikia hili neno. Na Mungu, fungua masikio yetu, ufungue roho zetu tuweze kusikia hili neno. Mungu, ninajua tunapomaliza tutakuwa tumechengeka na kila mtu atafurahia kuhusu wewe Mungu wetu. Nimeomba haya machache nikiamini yote ni katika jina la Yesu aliye mwamba na mwokozi wa maisha yetu. Amen. Asante sana kwa hii studio. Asante kwa wale wanakucha wamekuja kuja kunisikiza leo. Wamekaa, wengine wameamuka mapema. Nashukuru sana. Na sore nimechelewa kidogo kama dakika 5. Naomba msamaha, mnisamehe. Lakini ni kwa sababu ya njia mahali natoka naye kulikuwa mbali, lakini uzuri nimefika. Sasa saa hizi nataka kusema hivi. Tunaenda kulisikiza neno, na vile nimesema Roho Mtakatifu atatuongoza. Naomba uwe na kalamu yako kando na wewe na karatasi ubate kuandika kile neno Mungu anasema. Na tunaenda kulisikia neno letu kutoka kwa kitabu cha Wagalatia 3:13. Wagalatia 3:13. Na kabla tuchaenda hapo, nataka tuchue kichwa. Mpaka tuchue kichwa cha neno letu leo. Usiposikia kichwa, usipokuchua nini kuhusu ni kichwa ya gani, ni nini tunafaa kuongea. Tunaongea kuhusu nini? Mpaka tuwe na kichwa ya leo, heading. Mpaka tuwe na kichwa ya leo, na hiyo mpaka uelewe. Usipoelewa hiyo utaweza kusikiza. Hata tukiendelea na ndani na zaidi ya hiyo utaweza kuelewa. Ni vizuri kuchua kichwa yetu ni gani. Lakini napenda ndio tuchue hiyo kichwa vizuri ndio uelewe kila tunaongea. Nitasema maana ya neno la leo. Kichwa nitapeana mara 3. Iko sehemu 3 nitanaka kupeana, lakini yote ni mfano sawa. Ya kwanza inasema, nimeprepare nikasema, Kristo alitua laana kwa ajili yetu, uhuru wa wokovu. Kristo alitua laana kwa ajili yetu. Hiyo ni heading moja, uhuru wa wokovu. Wokovu inamaanisha uhuru, ile uhakika. Ina maana kwamba uhakika kwamba Mungu amekuchagua kuingia mbinguni, ama umeokoka, umekombolewa. Sasa kama umekombolewa, si njia ni kwenda mbinguni. Kwa hivyo kichwa yetu unaandika kwa kitabu na karatasi yako kunaye, Kristo alitua laana kwa ajili yetu, uhuru wa wokovu. Wokovu ni WOKORO. Wokovu nimesema maana yake ni kwamba uhakika, ile uhusiano karibu na Mungu wako. Na ukiwa na uhusiano karibu na Mungu, ukweli ni kwamba utaona mbinguni. Una prepare kwenda na yeye mbinguni, kukaribisha wewe mbinguni. Kwa hivyo Kristo alitua laana kwa ajili yetu, uhuru wa wokovu. Ya pili, heading the same one, sawa na hiyo yote, na hiyo ya juu, neema ya msalaba, Kristo adimisa na kutupatanisha. Kama utaelewa ya juu, uelewe hiyo, so that nikienda utajua nini naongea. Neema ya msalaba, Kristo adimisa na kutupatanisha. Napeana 3 nilisema. Ya 3 ni kwamba Kristo alibadilisha laana kuwa baraka. Hiyo ndio mwisho.
Sasa kama utaelewa ya kwanza, ya pili, ya tatu, utafute ile unaelewa, so that nikiendelea kueleza unajua ni nini. Kwa vile naeleza nikilinganisha na kichwa ya leo. Heading: Kristo alibadilisha laana kuwa baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka tusome kwa kitabu chetu nimesema ya leo, na kuna references. Kitabu chetu kinatoka kwa ya kwanza Wagalatia, sio ya kwanza Wagalatia, kitabu cha Wagalatia 3 mstari wa 13. Sura ya 3 mstari wa 13. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanya laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwaye juu ya muti. Bwana Yesu asifiwe sana. Inasema, narudia, Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwaye juu ya muti. Hapa nataka tusikie neno moja liko hapa linaitwa andikwaye. Angikwaye. Yaani angikwaye ni juu ya mti. Yaani ile kuninginia. Wewe kama wewe na mimi hatuchaninginia anywhere. Lakini Yesu aliweka kaninginia msalabani so that abebe laana zetu sote. Na Yesu akaamua kuningania ile inaitwa atangatiswaye. That is kuwekwa msalabani kwa mujibu ya kifo ya Kristo. Sasa wewe ukiweka uning'inia hakuna kitu utakomboa, lakini Yesu alikuja akawekwa, Mungu alimpeleka akaning'inia kwa msalaba ili abebe laana zetu sote. Kwa hivyo aliwekwa msalabani kuning'inia. Kwa hivyo kulingana na kichwa chetu tunasema neema ya msalaba Kristo atimisa kutupatanisha na Yesu. Kwa hivyo Kristo Yesu alipokuja duniani hapa, alikuja kubeba msalaba zetu sita zetu zote. Unaweza count them. Laana ya kukosa watoto, laana ya kukosa kuolewa ama kuoa, laana zote uite, laana za kukosa mali, laana ya kukosa unapata uko kwa shida mingi sana kila wakati, kila siku, lakini hiyo yote uibebe umpelekee Yesu. Ukubali kubeba kumpelekea Yesu, abebe msalaba yote. Kwa vile yeye amekubali, yeye ameamua kutakatiswa na sisi. Yaani ile kusema abebe msalaba kwa ajili ya sisi. Curses. Yeye amekubali curses zote. Zile za curses za wazazi wa nyuma huko kabisa, iwe kizazi laana ya aina yote uko naye. Nimesema unaweza kuhesabu zote. Hizo zote Yesu amekubali kubebea wewe. Ukiamuka ukisikia uko na issue, muite Yesu. Ita huyo Yesu akubebea hiyo mzigo. Mzigo ina yote uko naye, Mungu atakubebea. Msalabani alienda akawekwa, akawekwa msalabani. Kirutia hii nataka muelewe kabisa, inasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Hiyo yani torati ni ile tuseme first 5 books, ile ya mwisho, Deuteronomy kwa Old Testament na Acts kwa kitabu cha Agano Jipya. Yani ile sheria ya Musa alipotoa. Sasa ile kasi, Yesu alikubali kubeba msalaba. Alikubali aweke msalabani. Ili so that sisi wote tukombolewe. Wewe ukombolewe, mimi nikombolewe. Sasa ukiwa huko mahali unachua wewe hauna huyo Yesu, wewe hauna uhusiano mwema na Yesu, hauna wokoro. Wokoro nimekwambia ni ile uhusiano mwema na Yesu. Ile kuwa karibu na yeye, ile kuwa na uhakika kwamba mbingu utafika. Mimi hapa niko na hakika kwamba Mungu ameprepare njia zangu na prepare zako wewe ili upate kufika huko mbinguni. Uwe na wokoro na Yesu, wokovu. Wokoro ni wokovu, uhusiano mwema na Mungu, kuwa very close na Mungu. Hiyo ni wokoro. Kwa hivyo prepare wewe mwenyewe, jiprepare, jipange. Wewe uhusiano wako na Mungu ni gani? Sisi wote tunasema tumeokoka, lakini jiulize wewe, niko na uhusiano gani mimi na Mungu wangu?
uhusiano wako ni wa kwenda kufanya madara, uhusiano wako ni kuharibu dunia na maneno machafu, uhusiano wako ni kukosa kumpenda Mungu kila saa, unakaa upande ya Shetani kwa Numbers 23:19 kusema wewe na Mungu. 23:19 nasema yeye sio binadamu wa kutanganya, lakini wewe unarudi huko unasema Mungu wewe unatanganya. Unarudi 23:19 Numbers kusema wewe Mungu unatanganya. Kwa hiyo yeye anasema yeye atanganyi, it does not act lie. Yeye hawezi kutanganya. Lakini wewe unarudi Numbers 23:19 kusema Mungu unatanganya. Anakuambia yeye sio binadamu, yeye hawezi kumfananisha na yote, atanganyi. Lakini wewe unarudi Numbers 23 mnaungana na Shetani ndio chairman wako kusema wewe Mungu unatanganya, mimi hata naona huyu haendi kanisa, lakini yeye ndachiri, afanye nini? Mimi Mungu nisaidie. Hiyo wewe umerudi upande ya Shetani, mnamplay Mungu. Shetani anakupigia makofi, anachua wewe msalabani utaiona, mtawekwa jehanamu. Kwa hiyo wewe na Mungu, uliza Mungu, uhusiano wangu na Mungu ni gani? Kama uhusiano wako ni mzuri, una uhakika wa wokovu. Una uhakika kwamba mbingu utaiona. Relationship yako na Mungu utafika na utaiona. Sasa tusome kitabu kingine, Matthew 5:17. Mathayo 5:17. Kitabu cha Mathayo 5:17, yes. Inasema hivi: akawajibu, Baba yangu ametenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu Yesu amekuja kutimiza hati ya Mungu. Yeye amekuja kutimiza, kupatanisha sisi na Mungu. Yeye amekuja kutenda kazi, na kazi atatenda ni kutubebea mzigo. Narudia hiyo. Amekuja kutenda kazi. Akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Mungu wetu anatenda kazi, na Yesu amekuja kutenda kazi. Na hiyo Yesu anatenda ni ile kazi Mungu ametuma atimize. Amekuja kutimiza sheria. Amekuja kuhakikisha ametimisha hiyo sheria, mpaka atende kazi, mpaka watu wamjue Mungu wake. Sisi tunamjua Mungu wake. Wewe unamjua Mungu gani? Ama wewe unaenda kuomba miungu? Wewe ujue omba Mungu, na ujue ni Mungu unaomba, Mungu wa ukweli. Ndio utimize kazi ya Mungu, na wewe Mungu akuandike kwa kitabu cha uzima wa milele mpaka utimize kazi yake. Uhakikishe umetimisha kazi yake, na Mungu atakubariki. Sasa nataka usike kalamu yako nikuelezee Jesus alikomboa. Yesu alikomboa kutoka kwenye laana ya sheria kwa kuchukua laana juu yake mwenyewe. Hiyo Deuteronomy 21:3. Analaaniwe kila mtu atakasiwe kwenye mti. Yesu yeye, nimesema atangasiwe ni kusema kusurubiwa kwa msalaba, kwa kusudi la Kristo. Kwa hivyo china atangasiwe, hata imesema hapa kwa 23, Deuteronomy 23, kumbukumbu la Torati. Naitwa kumbukumbu la Torati, la Torati 21. Fungua kumbukumbu la Torati 21:23. Inasema hivi: kumbukumbu la Torati 23 inasema, msoga wake usikae usiku kucha juu ya mti, lazima utamusika siku hiyo hiyo, kwani aliyetundikwa amelaaniwa na Mungu. Usije ukatia unachizi katika nchi yako, akubaye Bwana Mungu wako iwe urithi wako. Yesu aliyokufa walihakikisha hawezi kulala siku nyingi mpaka atolewe, apelekwe gusikwa, so that yani kuna kusema asikachafue dunia. Kwa vile yeye amelaaniwa, amebeba laana zetu. Yeye ndiyo ameweka msalabani, amebeba laana zetu. Sasa ili neno linasema yeye, hiyo nasema Deuteronomy, alaaniwe kila mtu atangatisiwaye yeye kwa mti, kwenye mti. Aya nyingine kutimiza mahitaji sheria ni Mathayo 5:17. Mathayo 5:17. Hiyo nasema kutupa uhuru kutoka kwenye hukumu ya sheria.
Hiyo Romans 8:1. Wacha tusome Romans 8:1. Romans 8:1. Warumi. Nasema Warumi. Warumi 8 mstari wa kwanza. Sasa basi hakuna hukumu ya adabu juu ya walio katika Kristo Yesu. Unajua adabu, kama mfano mtoto akichelewa kuingia shule mapema, mwalimu anaweza kumpatia adabu, yani punishment. Anampa punishment. Ama amechelewa kufanya mtihani, ama amepatiwa ya kila siku, anafadiwa punishment. Kwa hivyo hiyo ndio tunamaanisha na adabu. Kwa hivyo sasa basi hakuna hukumu ya adabu. Sasa sisi hatuna hukumu yote, hatuna punishment tupatiwa. Kwa hivyo yote Yesu ametubebea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tumebeba mzigo yote. Bwana amebeba mzigo yetu msalabani, alipoweka msalabani akabeba mzigo yote. Sasa usije ukakae kwako ama kwa mwingine ukisema ukitaja sita kila saa unataja sita. Na neno linatuambia kwa kitabu cha Proverbs ni Methali 18:21 kwamba the power of your tongue, mdomo, yani ulimi wako uko na nguvu. Ukisema kitu umeregister. Kwa hiyo ukisema mimi niko na tabu, basi uko na tabu, umeregister. Tutoke hapo. Toka hapo kusema wewe uko na tabu. Usienda kusema uko na tabu. Kwa hivyo sisi hakuna mahali punishment tuko naye kama unamjua Mungu. Kama umekuja karibu na Mungu, hauna punishment yoyote, hakuna mahali unapata adabu, hakuna, yote umekuwa set free. Kwa kitabu cha Wakorintho 3:17 kinasema, now the Lord is that spirit, and where the spirit of the Lord is, there is liberty, there is emancipation from bondage. Hakuna mahali sasa, kila wakati wewe uko free. Ukichua wewe unamchua Yesu, umekuja karibu na Yesu, umempenda Yesu, umejipanga kuelekea mbinguni, wewe hakuna mahali umebeba laana, umekuwa set free. Now the spirit is that, now the Lord is that spirit. Na unasema uko na Roho Mtakatifu. Kama uko na Roho Mtakatifu, ndani yako Yesu yuko. So mahali Roho Mtakatifu wako hakuna inaitwa you have to be free. Mpaka uwe uko free, umesetiwa free, na hakuna tabu uko naye. Wewe kwa ile Yesu amekubebea. Mzigo yote ukisikia amekugusaguza, mahali popote na kugusagusa unasikia hauko vizuri, wewe senda kwa Mungu, weka magoti chini na usome kulingana na neno lile unataka kusema. Kwa vile mpaka uombe as per the will of God. Yaani uombe kulingana na sheria ya Mungu na promises za Mungu. Hii neno letu liko hapa kwa kitabu hiki lina ukweli na linasema ukweli. Kwa hiyo mpaka uombe kulingana na hapa ndio Mungu akusikie. Kuna maombi ile unaenda unaomba na usikii Mungu akijibu. Sasa unarudi kumblame Mungu kwamba Mungu, mimi hata wengine hapa wanabarikiwa, mimi sina kubaraka, kwa sababu wewe umekuwa mtoto sio mzuri kwa Mungu. Kwa hivyo ukitaka kuwa mtoto mzuri, uwe na adabu so that usipate punishment. Dunia hii iko na majaribu mengi. Kwa hivyo kaa ukichua Mungu wako ameweka msalabani na shida zako zote amekubebea. Sasa wewe umekuwa set free. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutubu uhuru kutoka kwenye hukumu ya sheria. Ndio hiyo nimesomea hiyo Romans 8:1. Nataka turutie kutimisha mahitaji ya sheria. Hiyo Yesu alikuja atimise ile inaitwa mahitaji ya sheria kulingana na vile iliandikwa. 5:7 Mathayo sura ya 5 mstari wa 17. Mathayo sura ya 5 mstari wa 17. Inasema, ikawa siku zile mmojawapo alikuwa akifundisha. Mathayo sura ya 5 mstari wa 17 ndio hiyo. Ikawa siku zile mmojawapo alikuwa akifundisha, na Mafarisayo ya walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu, na uwezo wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Uwezo wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Nguvu za Bwana zilikuwa hapo, ndio wale hiyo alikuwa hapo, alikuwa naitwa. Ikawa alipokuwa katika mojawapo wa mji hile, tazama palikuwa na mtu amechaa ukoma. Sasa ile uwepo wa Yesu, ile Yesu wa Kristo Yesu kuwa hapo,
kulifanya huyu mtu alikuwa na ukoma apone. Kwa hivyo Yesu alitukomboa kutoka kwenye laana ya sheria. Hiyo iko kwa hiyo kitabu ya 5, sura ya 5 mstari wa 17. Na alaaniwe kila mtu atangatiswaye kwenye mti. Hiyo Deuteronomy 21:23. Na kutubu uhuru kutoka kwenye hukumu ya sheria. Hiyo ni Warumi 8 mstari wa 1. Kwa hiyo Yesu alituokoa kwa laana ya sheria, akifungua njia kuwa katika uhusiano mzuri na Mungu kupitia imani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naona masaa imeoma, lakini nataka kuwapatia summary. Naomba tu dakika moja niwapatie hii summary ya hili neno la leo. Summary yetu ni kwamba unaweka hii summary. Yesu alichukua laana ya dhambi zetu, in bracket Galatians 3 sura ya 3 mstari wa 13, Kumbukumbu la Torati 21:23, akitimisha sheria Mathayo sura ya 5 mstari wa 17, ili tutue na huru kutoka kwenye hukumu ya dhambi, Warumi 8 mstari wa 1. Na wacha tumemalizia hapo, na ninaomba tuombe. Bwana, nakushukuru Mungu wetu, umetulinda, umetuongoza tangu tuanze na wewe. Mungu, tunaenda kumaliza. Mungu, nataka uwe nasi na ufungue watu masikio yao, roho zao, Mungu, ili neno liingie ndani yao. Wachio kwamba Mungu wetu Yesu aliweka msalabani, akabeba shida zetu sote. Laana zetu akabeba, sisi hatuna laana, hata tunaongozwa na yeye. Na Mungu prepare, wapange kuchua wewe, wakuche karibu na wewe, na jina lako litatukuzwa Mungu wetu. Nimeomba haya machache nikiamini yote ni katika jina Yesu aliyemwamba na makosa wa maisha yetu. Amen. Asanteni na Mungu awabariki sana. Yeah. Pastor Aigano Ensoko TV. Amen. Akiri rendo taragenda na ndo tarakwani omurigereria igando chiago ntebia Diana oyo Joshua Matenya kura South mugirango muticho korende buna butambe ngongi nkorara amaigane tigamo ikere omurandi orura bo Josh Nyombati Josh timetu sateba John Nyombati Kengere no mungino Jessica nainde o maito yuno musani onemono Atebanga, he was an aspiring member of Parliament 2013 and was chief agent in South Mugirango. Amen. He's a good man of God. Joshua Matenya kurangongi. Message ni ya Joshua Matenya. Asante Joshua, karibu sana, asante. Na nimefurahi sana kusikia wewe. Amen. Kanisa ngayo kutoka pastor. Kanisa kutoka Roa Kabete. Revival Mission Church. Under Bishop James Njuguna. Sisi ni pastor wadogo. Unakuwa randirie Kiswahili gomete na rora kuminga umogusio rengi kara batengi kwa pole sana aba tegera limbu yamono sana nje no mogusi yongoro Joshua Mbati Kengera nimeokoka. Yesu ni Bwana. Seiton South Mugirango libo ige yakorere wigende gwatero goro seito ande nabo ige yakorere yonsi seito nabo girango yonsi seito bona onde Nairobi gaiga na ande na krembu yamono so kontegera na se batangasaji ba Ensoko na bakirembia mono sana ya saba seni mogende site ya leo gaiga na inche ntaiko nyara korandike gusi because tinda letiko ranke gusi igono na kinasa vilete TV Ensoko engarao so ndandike Swahili mbuya mono sana nara igonte irigaki pastor ero nkiatarandirie kigusi nagitonyo de message ya onyo de message yani na bayange nkera kina waisha ina sawa mbuya mono sana ya sawa useni karibu na next time kiri ndo tararwe mbeo kara kwani abantu bagomba tebetu abombi ama igane matangani yako enda se omoginone Cheska twabere kwa miaka 42 igo na bana bane 42 years na bana bane bosi karante ingo 42 years yewe fast tumekuwa naye tangu 42 years singa kiabeire 42 years goja egento kakinda gotebi iyo gufumiria na bakonya mbora magoso mwacha amo mwa dialogue aratana kobora goikomo cha amo kwana motebe na bora magoso bwanjira nganjira mbora magoso tumayo kimya kauneyo tari raisi okora nyangi yako ruri aro ya mambia ya asire na baini igono
wika mufumiriane Kebati onte beriza kya mangana imambi nani kwani mande bakwani ya okay anda amaigana yande yakwenda se bishop Nchuguna James na is my spiritual father na ro ngeta advice nkara yanda college yake ya Biblia inaitwa Biblical Studies nimesomea na bwana akanilinda tojibina ngoja kwa nana ndeke Swahili kabisa sike nyoka nana nalile igobono amaigana anda yane nkonya ira saba sirika wa ne kanisa bonsi bali bantegerete banyara konya liba ontegera n'abantu baminto bonsi nyakorere buige tubwate babetu ati Marisa nimbwate nyakwa Munyango tubwate baone mwali tubwate ba Thomas Onderi abonsi pi chobo Nyango bonsi nabakwaniri nabagirango bonsi nko ba mayiga mange sana igonya saba sin namba igo ile studio namba yane yes ye namba yawe bono ngari kwebe yes studio namba yawe yes okay namba yane ase bali motamanyeti ele namba 0724 and 141193 0724 141193 na Mungu awabariki sana. Pastor wano maitengo acha na Basweti gaigano moteri onde lakini Pastor John Basweti ba monalire next week nero gocha ndo china acha na no mogeni mogeni onere next week ga gocha bono mna bago ko ba next week na nje bako wakane era wangu akana sante sana manchito Mulgeria nero Pastor ito amarandiana bakonyora sensemo ya YouTube na bega sensemo ya Facebook ironyarire ndigo konyora onye kwanyorwa nando gotaite go koyirora namba ya ye studio koire nabo tukunyara tugusanga rirende tunyare tuguseseni gwatote banganiri tukuri gusamura amasesenia tiana mwanjira pastor anyaraka gwikirana ase kanisa tugende usanga sumuru birito endiba ya masesenia